Hello, happy Women's Day, happy Sunday. Leo ikiwa ni siku ya wanawake duniani, nimeamka asubuhi nikasema ngoja leo ni share na ninyi kitu kimoja kinaitwa self esteem. Tunafahamu kuwa self esteem ni hali ya mtu kujiamini katika vile vitu ambavyo mtu anaweza kuvifanya, kuwa na confidence na kujithamini mwenyewe. Sasa wazee wa zamani walikuwa wanaamini kwamba ukimpiga mtoto, ukimgombeza mtoto ndio unamfanya huyo mtoto awe na adabu. Kiukweli ni kweli, lakini kiuhalisia sio kweli. Kumpiga mtoto ni sawa sawa na kumtengenezea mtoto kuwa na nidhamu ya uoga. Sawa? Kwa hiyo mtoto akishakuwa na nidhamu ya uoga au mtu yeyote akishakuwa na nidhamu ya uoga, huyu mtu lazima atatengeneza limitation ama mipaka katika kushare vitu na wewe. Mtoto ambaye amechapwa sana ama amekuwa katika mazingira ya kuchapwa sana atatengeneza mazingira yale kwamba kuna hivi vitu naweza nikashare na baba, hivi siwezi kushare na baba. Hivi siwezi kushare na mama, hivi siwezi kushare na mama. Kwa hiyo unakuta kuna vitu sensitive ambavyo kiuhalisia akishare na wewe kama mzazi vitasaidia kumsaidia yeye kukua, lakini vitasaidia kutambua changamoto zake na kuzitatua mapema. Lakini kutokana na aina ya mazingira ambayo unamlea nayo mtoto anakuwa ana hofu. Anasema kwamba hiki nikishare nitapigwa, nitagombezwa, vitu kama hivyo. Kwa maana yake huyu mtoto hata atakapokuja kuwa mkubwa tayari ameshakuwa na zile doubt kwamba kitu fulani siwezi kushare, kitu fulani siwezi. Hata kama kitu ana uwezo nacho, unakuta mtu hawezi kushare kwa sababu tayari ameshajengwa katika ile mentality kwamba kuna vitu hawezi kufanya, kuna vitu hana uwezo navyo. Lakini ukimlea mtoto katika mazingira ya kumpraise na kumfurahia kwa ushindi wake hata mdogo mdogo, inamjengea mtoto kujiamini, na hata anapokuwa mkubwa anakuwa anaamini katika uwezo wake wa kufanya vitu. Kwa mfano mtoto ametengeneza ndege, badala ya kumgombeza kwamba ametengeneza ndege ya karatasi amechafua mazingira, ukamwambia